Asanteni sana. Bishop wetu na the entire clergy walio hapa, mgeni wetu wa heshima siku ya leo Prophetess Leah na familia yako, viongozi wote walio hapa na watu wetu wa Kihome, Ngainomwega na Indashiothe, asanteni sana kutukaribisha hapa. Kwanza tuseme asante kwa mwaliko huu uliokuja kupitia kiongozi wetu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, na alitueleza rafiki wake Prophetess leo anakuja nyumbani, mumuombee, mumubariki na mumurelease sasa aende afanye kazi ya Bwana. Na tukasema leo tutakuja Nyeri County, Othaya, kama marafiki zake, lakini pia kama mashahidi, tuje tujionee wazazi, marafiki na jamii wakibariki mtoto wao. Tunashukuru kutupa hiyo nafasi, tuwe mashahidi na tusherekee nanyi. Asanteni sana. Na sisi kuja hapa Othaya, ukisikia jina Kalonzo, usikie jina Wamalwa, sisi sio wageni hapa. Sisi ni marafiki wa Nyeri County, sisi ni marafiki haswa wa Othaya, na mnajua Wamalwa kijana alikuwa rafiki wa hayati Mwai Kibaki kabisa. Wengi ninyi mlimjua yeye zaidi. Mimi ni kijana mdogo kwa familia ya Wamalwa. Labda kuna wale wananijua hapa kama mzee Kioni, huyu tumekuwa naye. Na mimi nikija hapa Othaya najisikia nimekuja nyumbani. Kalonzo akija hapa alifanya kazi kwa karibu sana na mzee Mwai Kibaki. Baada ya ndugu yangu Wamalwa kijana kuaga akiwa makamu wa Kibaki, Mheshimiwa Kalonzo alikuja akawa makamu wa Kibaki. Miaka hiyo Kibaki alikuwa rais wa nchi hii. Uchumi ulinawiri. Kenya iliona maendeleo haijawahi kuyaona. Na haya maendeleo yalikuja bila ninyi wananchi kuzidishiwa mzigo wa ushuru. Yaani tulipanua uchumi bila kuongeza ushuru. Na hiyo ndio plan ilikuwekwa wakati huo, na inawezekana. Mkiuliza huyu Kalonzo aliyefanya kazi na Kibaki anajua how that was done. Sababu Kibaki alikuwa ni mtu anaelewa economy. Lakini siku hizi tuko na kitu inaitwa Rutonomics. Rutonomics imefanya maisha kuwa magumu zaidi. Yeye alikuwa amesema atakuja na kitu inaitwa bottom up economic transformation agenda. Better. Alisema ako na plan to make your lives better. Watu wa Othaya, watu wa Nyeri, watu wa Kihome, are your lives better? Are your lives better? Actually, hawa Gen Z wanatuambia their lives are not better, their lives are bitter. Maisha yamekuwa magumu zaidi. Na ndio sababu siku ya leo tukiwa hapa, tumekuja jana tumetangaza kule Nairobi ya kwamba sisi kama wanaazimio tutasimama na wananchi, tutasimama na hawa vijana wetu Gen Z kutetea wa Kenya. Wenzetu ambao wameamua kujiunga na serikali, wao ni uamuzi wao wa kibinafsi, sio uamuzi wa Azimio. Na sisi tumesema mzee wetu Mheshimiwa Raila Odinga, yeye anaenda kuania kiti kile cha AU kule Addis Ababa. Jana kama Azimio tumesema vile leo umekuja nyumbani kurelease huyu Prophetess Leah, sisi kama wanaazimio pia tumesema tuna release mzee wetu aende ajitetee kwa kile kitu cha AU. Lakini sisi tutaendelea tukiwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akiwa kiongozi wetu na timu yetu ya wanaazimio kusimama nanyi wananchi kuendelea kuwatetea. Hatutawaacha. Msifikirie tumewaacha. Tuko pamoja. Na tukiwa hapa, we are just next to the Aberdare forest.
This is the land of freedom fighters. This is the land of Dedan Kimathi. Mashujaa wetu waliopigania uhuru wa kwanza walitoka hapa Nyeri, walitoka Mlima Kenya, walipigana huu msitu wa Aberdares, wakipambana na yule mkoloni kutuletea uhuru wa kwanza. Uhuru wa pili pia tumekuwa na mashujaa hapa, wametoka huu mlima kupigania uhuru wa pili. Hawa Gen Z ni watoto wenu, ni watoto wetu. Hawa ndio sasa kama wale mashujaa wa uhuru wa kwanza na wa pili wanapigania uhuru wa tatu. Today, as we come to Nyeri, the land of freedom fighters, we want to tell politicians who are belittling the Gen Z effort that do not treat the Gen Zs like children. Ati walinunuliwa, siji walitumwa na nani? Hapana. The Gen Zs are freedom fighters. These young Kenyans are freedom fighters. They are the ones fighting to free our nation of corruption. They are fighting to free our nation of tribalism and impunity. And they should be accorded the respect they deserve. Sisi tukiwa hapa, tunaomba watu wa Nyeri. Ile safari tulianza na Mwai Kibaki. Ile safari tuliendesha na Kalonzo Musyoka na Wamalwa kijana. Leo tukija Nyeri kama marafiki zenu. As we witness your daughter, Prophetess Leah, being released, tuko hapa pia kuwaomba mutu release na huyu Kalonzo na huyu Kioni, tuanze safari tulioanza hapa Othaya. Safari hiyo tulitoka Western na Wamalwa tukakuja hapa. Tukawa kutoka Ukambani Charity Ngilu tukakuja hapa. Mulitu release na Kibaki tukaenda tukaunda serikali. Kibaki alikuwa ukimuona unaona huyu mzee Kioni. Huyu Kioni sasa ameshikilia DP. We must thank you Bwana Kioni for staying loyal na kulinda chama ya Kibaki, chama yetu ya zamani. Lakini sasa leo tumekuja na Kioni kijana. Na tunaomba mutu release pia tuanze hii safari. Jamani, mutatuombea? Mutatu release tuanze safari? Sitaki niseme kuliko hapo. Ninyi wa Kikuyu mnasema Ruiru shoke? Ruiru shoke? Ule mkondo wa Kibaki na Wamalwa na Kalonzo, tuko hapa tuanze hiyo safari na Ruiru shoke mukaro. Kama wewe unajua lugha moja tu, wewe uko na shida. Sababu sasa huyo naye ni mwingine na nocho na roho mukaro. Gurekera kumwira atire. Niguo tuheo gitio. Ona niguo mundu uri thirikari-ini muthenya wa umuthi aheo gitio. Tibange na karojo. Twaikarana hau nyunjure hau turanyugutwo. Ndira kumwira oria mari thirikari-ini makunyugutwo kutathimbo. Tondu ucio niguo mubango. Na tuti na mbara na aria maraikira thirikari-ini, uri urenda kuingira na ingire. No kwibanga na gwiciria horo witu wa rucio hatire mundu mugirie. Ndakena ni gukira kwanyu tondu ndaigwa ni mwamberia guthie o mundu athie echokie kamucemanio. O mundu ha ni kumuhoya turamuhoya. Hari no gwati na ni muku. Mundu anarumo onaga iragara karuga. Na nie ndirariona. Ndinambirira ni njuri ndirauga. Na waomba tusimame